Sasa baada ya kusema hayo, natamani nifundishe mambo machache ambayo ninaenda sasa kufundisha shule ya wanafunzi. Hapo nilikuwa natoa utangulizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka twende tukajifunze nafasi ya ulimwengu wa roho kwenye mafanikio ya muamini. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi ya ulimwengu wa roho kwenye mafanikio ya muamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yes, hicho ndio kitu ambacho tutaenda kufundisha kwa hizi dakika chache zilizobaki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vitu vyote nilivyoviongea ni vya muhimu. Na mwezi wa 9 tukija tutakuwa na semina kabla ya mkutano. Moja kati ya vitu ambavyo tutakufundisha ni namna ya kumfuatilia mwongofu mpya na changamoto ambazo utegemee utakutana nazo wakati unamfuatilia mwongofu. Yaani hivyo itakuwa ni semina ya kwanza ambayo tutaifundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jiandae, usiwe na wasiwasi, tutakufundisha namna gani mwongofu mpya anatakiwa kuweza kufuatiliwa. Lakini pia wana changamoto zao. Hasa hizo changamoto ambazo huwa zinakuwepo tu obvious, na zenyewe tutakwambia ni zipi, utazitatua kwa namna gani. Kwa nini? Kwa sababu tumedhamiria kwamba waongofu wapya wote watakaookoka kwenye mkutano wetu mwaka huu lazima waweze kubaki kuwa washirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Tunamshukuru Mungu sana. Sasa katika ulimwengu wa roho una nafasi kubwa sana kwenye mafanikio ya maisha ya muamini. Na tutaanza kitabu cha Waebrania sura ya 11. Kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 3. Waebrania sura ya 11 mstari wa 3, Biblia inasema, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa imani twafahamu ya kuwa hata ulimwengu huu tunaoishi haukufanywa kwa vitu vinavyoonekana, na vitu vyote vinavyoonekana vilifanywa kwa vitu visivyo dhahiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha ya mtu yeyote yanaanzia mahali ambapo hapaonekani, ambapo ni ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko ndiko maisha yanakoanzia. Ukiona jambo linakuja kutokea kwenye ulimwengu huu, ujue lilishafanyika kwenye ulimwengu wa roho, hasa huku linakuja kudhihirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tolee mfano rahisi sana. Nafikiri sisi huko tunalima sana mahindi. Bwana Yesu asifiwe. Hata maisha ya mbegu ya muhindi ili uipande yote huwa yanaanzia mahali pasipoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani muhindi ukiupanda huwa unaota kila baada ya siku ngapi? Mara nyingi siku 5 hadi 7 ndio unaanza kuchomoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini swali la kujiuliza ni kwamba je, unahisi hizo siku 7 ndio maisha ya muhindi yanaanza? Kuna siku kadhaa ambazo maisha ya muhindi ulikuwa huko chini ya ardhi, mahali ambapo hapaonekani kabisa. Na kule hizo siku ambazo mmea huu umekaa huko chini ndizo ambazo zinaamua maisha ya huu mmea utakapokuwa huku ardhini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana mbegu ile ukiiweka tu hapo juu ya ardhi, hata ikiota ina maisha mafupi sana. Naweza ikapulizwa tu na upepo ikaanguka. Lakini kadri itakavyofukiwa chini, itakapotokea huku juu
ndiyo itakavyozidi kuwa imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndivyo ulimwengu wa roho ulivyo. Biblia inaposema vitu vyote vinavyoonekana vimefanywa kwa vitu visivyo dhahiri, maana yake kuna mahali maisha yanaanzia katika ulimwengu wa roho, na huko ndiko kunakoamua kila hatua ya maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe ni ulimwengu wa giza au uwe ulimwengu wa nuru, lakini ni ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Na kadri mtu atakavyoendelea kuwekeza kwenye ulimwengu wa roho, ndivyo anavyoendelea kuimarisha maisha yake ya ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa unaweza ukajiuliza, mafanikio ya mtu kwa nini yanaanza kwenye ulimwengu wa roho? Na ulimwengu wa roho kwa nini unapewa nafasi ya kuamua mafanikio ya maisha ya mtu? Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwenye kitabu cha Timotheo, nafikiri Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 7. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 7. Aliyepata anaweza akasoma tu. Ndio. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka. Yaani hakuna mtu aliyezaliwa na budget. Bwana Yesu asifiwe sana. Awe maskini, awe tajiri, hakuna mtu aliyezaliwa na kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi sote tumezaliwa hatuna kitu, na kwa bahati nzuri tutaondoka pia bila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama hatukuja na kitu, maana yake maisha yetu yanayoanzia hapa duniani, kuna mahali tunategemea yaweze kuanzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sababu ya pili ni kwamba Mungu ndiye mtoaji wa vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Chanzo cha mafanikio ya mtu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa maana hiyo wa roho ambao ndiyo Mungu mwenyewe anayeutawala, maana yake maisha yako wewe kufanikiwa yana hatari kabisa ya kwamba yanaweza yasifanikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye aliyeshikilia mafanikio ya maisha yako. Maana wewe wakati unazaliwa haukuja na bajeti. Bwana Yesu asifiwe sana. Haukuja na mtaji. Si kama unanielewa vizuri. Mungu alikuumba akakuachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini haukuja na bajeti. Hiyo bajeti iko wapi? Kuna mahali iko. Yaani kuna mahali katika ulimwengu wa roho ambako Mungu yeye ndo anajua bajeti yako iko wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mafanikio yako katika maisha yanapoanza hapa duniani, maana yake yanategemea yule yule aliyekuruhusu ukaja bila kitu. Anajua utaanzaje baada ya kuwa umefika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa mtu aliyeokoka, tena hii inakuwa mbaya zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Unajua mtu aliyeokoka, wanawaambia watu, mtu anapookoka anaingia kwenye agano kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaingia kwenye agano kubwa sana, na inawezekana unaweza usielewe, lakini unapookoka unafanya agano kubwa kuliko unavyofikiria, na hilo linaweza likakutesa kwenye maisha yako yote au likakubariki maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Yohana sura ya 15. Kitabu cha Yohana sura ya 15. Ni mafundisho ya Yesu. Nawaambia wanafunzi wake, nafikiri alianza mstari wa kwanza kusema mimi ndimi mzabibu wa kweli na ninyi ni matawi, si ndio? Lakini mstari wa 5 aliongea neno kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, hebu naomba mtu anisomee mstari wa 5. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa. Maana pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hii ni sheria ngumu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani siku ulioamua kuokoka, kwa lugha rahisi ni kwamba ulimwambia Yesu kwamba sasa kuanzia leo, kwa kuwa nimekupa maisha yangu, pasipo wewe mimi siwezi kufanya lolote. Si unaelewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu sisi tulikuwa tawi. Biblia inasema ni kama tulikatwa kutoka kwenye mzabibu mwingine tukapandikizwa kwenye mzabibu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla hatujapata kumjua Kristo, tulikuwa ni mzabibu mwingine, mzabibu mwitu fulani hivi. The moment mtu anapompa Yesu maisha, unakatwa na kupandikizwa kwenye mzabibu mwema ambaye ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa maana hiyo, yeye ndiye anayekuwa source ya provision ya maisha yote ya ninyi ambao mmepandikizwa kama matawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili uweze kuishi unategemea uhusiano ulioko kati ya mzabibu wenyewe na wewe uliyepandikizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ambaye ni tawi. Hasa kwa lugha rahisi ni kwamba the moment unampa Yesu maisha, maana yake maisha yako wewe yamekushinda. Yaani unaingia kwenye makubaliano au kwenye agano ya kwamba mimi ninaamua maisha yangu yote yaweze kutokea pande hii kwenye mzabibu huu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu anaongea lugha rahisi, lakini ni lugha ngumu kidogo, kwamba sasa ninyi kuanzia leo, ninyi pasipo mimi hamwezi kufanya neno. Unaelewa maana ya neno lolote? Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hauwezi kufanya kitu chochote pasipo nani? Yesu. Hasa hili ni agano kubwa sana ambalo sisi tumelifanya. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo ndio linaanza kutengeneza maisha yetu na linatoa uhalali wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kadri utakavyoendelea kutambua
na kukubali kwamba pasipo Kristo hauwezi kufanya neno lolote, na kumruhusu Kristo ili aweze kuwa sababu ya wewe kuweza kufanya neno lolote, litafanyika neno. Lakini ukiona wewe kwamba umejiattach kwenye huu mzabibu, lakini hauoni umuhimu wa mzabibu wenyewe, ndugu yangu, una hatari kubwa. Ni aheri, Biblia inasema ni aheri ungelibaki kule. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mafanikio yetu yanakuja sasa, yanaanza kwamba ulimwengu wa roho ndio unaoanza kuamua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia mtu anapookoka, ni alama ya kwanza ya mtu huyu kutengeneza uadui au vita ya maisha yake na shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo shetani anaanza kudili na wewe kwenye kila utakachotaka kukifanya. Kwa nini? Kwa sababu umeamua kuwa adui yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mtu kuamua kumpa Yesu maisha ni kuamua kuwa adui na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni changamoto nyingine ambayo unaanza kuiona. Sasa Biblia inasema kwenye kitabu cha Nyakati wa pili, Nyakati wa kwanza 29. Mambo ya Nyakati wa kwanza mstari wa 29. Sura ya 29 mstari wa 12. Nyakati wa kwanza 29. Ndio. Utajiri na heshima hutoka kwako wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hata utajiri na heshima viko kwa Mungu mwenyewe, vinatoka kwa Mungu mwenyewe. Na yeye anasema mkononi mwake mna kuwatukuza na kuwashu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yeye ndiye ataamua, anaweza kaamua akakuinua, lakini pia akafanyaje? Akakushusha. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri kuna ile Mithali pia. Mithali ni ngapi ile? 8:18. Ngoja tusomee Mithali 8:18. Ndio. Utajiri na heshima ziko kwangu, naam, utajiri udumuo na haki pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza kuona umuhimu wa ulimwengu wa roho kwenye maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba Mungu ndiye anayemiliki mafanikio ambayo siku zote tunayatafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye anampa kila mtu apendavyo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kawaida, katika hali ya kawaida, mtoto aliye karibu sana na wazazi huwa anafaidi mambo mengi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtoto anayekuwa mkaidi, maisha yake huwa yanategemea neema sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utajiri na heshima, Biblia inasema uko kwa Mungu mwenyewe.
Lakini pia kitabu cha Kumbukumbu la Torati, tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa kwanza. Nataka nikuonyeshe kitu. Yes, sura ya 8. Kwa ni maelekezo muhimu sana. Amri hii ninayokuamuru leo, Shika kuitenda, pate kuishi na kuongezeka, na kuingia katika nchi ile ambayo Bwana aliwaapia baba zenu, nanyi mtaimiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii sura ya 8 inatoa maelekezo muhimu sana kwa wana wa Israeli, hasa kwenye ile nchi wanayoiendea, nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa wanapewa instruction, maelekezo. Unajua Mungu ni wa ajabu. Wanapewa maelekezo. Hebu nenda mstari wa 17. Nenda mstari wa 17. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wangu ndio ulionipatia utajiri huo. Hasa ukisoma vizuri hii mistari ya katikati utapata picha. Alikuwa anawaambia hata mtakapofika katika ile nchi ambayo nimewaapia baba zenu, nchi nitakayowapa, mtakapofanikiwa na mifugo yenu na mali zenu zitakapoongezeka, msije mkamsahau Bwana Mungu wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Msije mkamsahau Bwana Mungu wenu. Mkafika point ambayo mtasema ni kwa mkono wangu na nguvu zangu ndizo zilizonipatia utajiri. Kwa maana nyingine ni kwamba mahusiano yanayokuwepo kwenye ulimwengu wa roho ndiyo yatakayoamua ile supply ya mafanikio yako iendelee. Kwa sababu wakati utafika Mungu atakubariki. Na actually binadamu akiwa hana ni mnyenyekevu kwa Mungu wake sana tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hiyo ni tabia ya kwetu sisi watu. Tukiwa tuna shida, tutakesha kanisani na kuomba. Lakini Mungu anasema, Mungu ni mwaminifu, afu Mungu atakubariki bado. Lakini anasema isifike point sasa ukaona kana kwamba sasa haya mafanikio nilionayo ni kwa uweza wangu na nguvu zangu. Maana yake ni nini? Ulimwengu wa roho lazima uwe na uwezo wa kutambua kwamba ulimwengu wa roho ndio ulioruhusu mafanikio haya nilionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kwa nguvu zako. Hata kama ulikuwa unaona kwamba unafanya kazi, hata kama ulikuwa unaona kwamba wewe ndio ulikuwa unakesha usiku na mchana unafanya kazi, lakini nataka nikwambie wako wakeshao usiku na mchana na hawafanikiwi. Bwana Yesu asifiwe. Kwani wangapi wanafanya kazi na maisha yao hayabadiliki? Kwa hiyo Mungu ndiye anayemiliki na Mungu ndiye anayeruhusu mafanikio tulionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Actually kuna kanuni kubwa mbili ambazo zinaongoza mafanikio ya maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kanuni ya kwanza ni kanuni hii ya ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni hii inachukua nafasi kwanza ya kupokea rasilimali za mafanikio. Yaani kazi kubwa ya kanuni ya ulimwengu wa roho ni kufungua rasilimali za maisha haya tulionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huwa nawaambia watu, hata ukienda shule ukasoma financial management, sijui ukasoma economic watu,
Kuna mtumishi wa Mungu tutakuwa naye hapa, ni mhasibu, yuko wapi? Amefika? Mtumishi wa Bwana, labda utusaidie kutuambia hivi, wakati unasoma uhasibu walikwambia hela huwa inatoka wapi? Yaani walikwambia kwamba pesa inatoka wapi? Anasema hilo swali hawajawahi jibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila watakufundisha namna ya kutunza na kuongeza fedha, lakini hawatakufundisha hiyo pesa inaanzaje, yaani unapataje fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama unaelewa hiyo. Yaani hiyo imebaki kwamba ni kazi ya Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndiyo nafasi ya ulimwengu wa roho kwenye maisha yoyote ya mafanikio ya mtu. Lazima Mungu aruhusu mahali pa wewe kuanzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Halafu sasa kanuni ya pili ndiyo hiyo ya ulimwengu wa mwili, ambayo kazi ya kanuni za ulimwengu wa mwili ni management and multiplication. Ni kutunza na kuzidisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Mungu akikupa fedha, usipokuwa na akili ya kuzitunza na kuziongeza, hazitaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaweza ukaona kwamba hizi kanuni mbili zina umuhimu mkubwa sana, na actually kanuni ya pili inategemea ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hii haiwezi kufanya kazi kama hauna, na anayeweza kuruhusu uweze kuwa nacho ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kanuni ya ulimwengu wa roho, nafasi yake kwanza ni kufungua milango ya wewe kupokea rasilimali ya kuanzia kwenye maisha. Nilikwambia Biblia inasema tulikuja hatuna kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa maana hiyo, ili maisha yako yaanze, lazima kwanza Mungu aanze kuruhusu upate kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hasa kanuni hii ya ulimwengu wa roho ndiyo inayo establish maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo inayoruhusu maisha ya mtu kuanza. Lakini sasa inategemeana na mahusiano yetu sisi na huyu mwenye navyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu bahati nzuri ni kwamba kanuni ya ulimwengu wa roho pia haina ubaguzi. Yaani haina historia kwamba ulizaliwa kwenye familia maskini au ulizaliwa kwenye familia tajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haina historia kwamba kwenu nyinyi wote ni maskini. Yaani haina shida na hiyo. Ukiifanyia nayo kazi vizuri, Mungu anakupa bila kujalisha ulikotoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila kujalisha ulikotoka, bila kujalisha historia ya kwenu, Mungu yeye ni wa haki, atakufungulia mlango. Bwana Yesu asifiwe. Ila kitakachoanza sasa kukutofautisha wewe ni baada ya Mungu kukupa. Hapo shida ndio huwa inaanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida huwa inaanzia hapo, na ndio hapo tunaanza kupata majina ya yule ni maskini, yule ni tajiri. Maisha yanaanzia hapo. Lakini katika ulimwengu wa roho kila mtu ana haki sawa, na kila mtu Mungu amempa, kwa sababu anajua alituumba na akatuleta duniani hatuna kitu. Kwa hiyo kila mtu atampa sawa sawa na vile atakavyomhitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Hasa baada ya kuwa Mungu ameachilia nafasi hii, kanuni ya pili ya ulimwengu wa roho, ambayo sasa hii inahusika pia na maongezeko, lakini iko rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii na kati ya cross kote rohoni na mwilini ni ajabu sana. Ni kanuni ya kutoa na kupokea.
Bwana Yesu asifiwe. Ni kanuni ya kutoa na kupokea. Hii ni kanuni ya ajabu sana, kwa sababu haijalishi Mungu alivyotuumba, ametuumba kwa namna ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila mtu Mungu ameweka maisha ya mtu mwingine. Sawa? Kwenye maisha yako wewe Mungu ameweka vitu vya mtu mwingine. Hasa haijalishi umeokoka au hujaokoka, ukifanya vizuri kwenye hii kanuni, Mungu anakufungulia milango. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kuna watu wameokoka wanafanikiwa kupitia mtu ambaye hajaokoka. Sawa eh? Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni roho. Na ili Mungu aweze kukubariki wewe, atahitaji kutumia watu. Sawa? Na nielewa eh? Na ndiyo maana mtu yoyote ambaye ni mtoaji actually huwa anabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6, Wakorintho wa pili sura ya 6, sura ya 9 mstari wa 6 hadi wa 8. Lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna neno moja analiongezea pale. Anasema kila mtu atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Sasa hiyo ni kanuni nyingine nitakwambia. Lakini kanuni hii ya kutoa na kupokea ni kwamba apandaye haba atavuna haba. Hiyo ni kanuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana nyingine ni kwamba mtu yoyote ambaye huwa ana tabia ya kutoa kwa vipindi na vipindi, siku zote huwa anabarikiwa kwa vipindi na vipindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu ambaye maisha yake ni ya kutoa, maisha yake yatakuwa ya kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe ukijiwekea kwamba mimi nitakuwa natoa Januari, Juni na Disemba, utakuwa unabarikiwa hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hii ni kanuni, na kanuni haibadilikagi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kanuni yoyote iwe ni ya kiroho au ya kimwili huwa haibadilishwi. Kanuni za Mungu huwa hazibadiliki. Hebu niambie kwanza, naishia saa ngapi? Sisi walimu tuna shida. Asante. Kwa hiyo kanuni hii ya kutoa na kupokea ni kanuni ya muhimu sana. Iko kiroho na inafanya kazi mwilini na rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiyo maana kuna watu wanaweza kawa hawamjui Mungu, lakini kama ni watoaji utaona tu wanabarikiwa. Na Mungu anaweza akambariki ule mtu sio kwa sababu yake, kwa sababu ya wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake Mungu anajua kwamba kama huyu moyo wake unaruhusu wengine kubarikiwa, Mungu atapitisha baraka za watu wengine kwa huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila kujalisha ni mpagani au anamjua Mungu, kwa sababu anajua
kuna watu wake pia ambao Mungu atabarikiwa kupitia hawa. Nimekwambia Mungu ni roho, hawezi yeye kuja hapa akaanza kugawa fedha kwa watu, ila atatumia watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kanuni ya muhimu sana. Kanuni nyingine ya ulimwengu wa roho ni hii hapa. Moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wa huyu mtu anayetoa ukoje? Kwa hiyo kanuni ya unyenyekevu na utii ni ya muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haijalishi pia unatoa, lakini unatoa katika hali ipi ya moyo. Na ndio hapo Biblia nasema kila mtu na atende kwa kadri alivyokusudia moyoni mwake. Na hii mara nyingi ni nzuri sana, hasa pale tunapomtolea Mungu kanisani. Yaani kanuni ya muhimu kuliko unavyofikiria. Kwa mtu yeyote ambaye anataka kumtolea Mungu, anamtolea Mungu, haumpi mtu, unampa Mungu. Make sure kanuni hii inakuwa ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo. Kwa nini? Kwa sababu moja, Mungu hana shida na hela, wala Mungu sio maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hana shida na hela na Mungu sio maskini. Si unanielewa? Unanielewa vizuri? Kwa hiyo unapoenda kutoa lazima uwe unaelewa kwamba humsaidii Mungu. Yaani unatoa kwa sababu wewe unampenda Mungu. Yaani shida sio kwamba unataka umsaidie Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kanuni hii unapotaka kumtolea Mungu ni kanuni ya kwanza. Hali ya moyo wa wewe unayotoa, unatoa katika hali gani? Kama ukitoa ukidhani kwamba ninatoa tu ili tu angalau nimfurahishe mchungaji au nisaidie tu hii kanisa, ndugu yangu, enda tu ukale hiyo hela, maana hutabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kanuni ya muhimu kuliko unavyofikiria. Moyo wa mtu anayetoa. Unyenyekevu wa moyo wa mtu anayetoa ni wa muhimu sana. Mithali sura ya 23. Tusome Mithali 23 mstari wa 26. 26. Mwanangu, nipe macho yako yapendezwe na njia zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anahitaji mioyo yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anahitaji mioyo yetu kwanza kabla ya mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unafikiri kwa nini Mungu anasema tutoe? Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri kwa nini Mungu anatamani tu, yani anataka watu wake wamtolee? Kwa sababu Mungu hana shida, Mungu hana njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hana njaa, afu Mungu sio maskini. Tumesoma hapa maandiko. Biblia inasema utajiri na heshima viko kwangu. Sio kama unanielewa vizuri. Sababu mojawapo ya muhimu sana kutoa ni ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kutoa ni ibada. Na Mungu anajua kwamba mioyo ya watu ikiwa kwenye mali zao hawezi kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kipimo cha Mungu kukutoa wewe kwenye mali alizokupa ni kutaka wewe uweze kumtolea.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ili akutoe kwenye mali ulizo nazo na badala yake uweze kumwabudu Mungu aliye hai. Tunamkumbuka wote yule bwana mmoja aliyemwendea Yesu. Akamwambia, mwalimu, nifanyeje? Mwalimu mwema, nifanyeje niweze kurithi ufalme? Akamwambia, umezishika amri? Akasema, hizo tu nimezishika zote. Akataja zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu Yesu akajua kwamba huyu mtu shida yake kubwa iko kwenye mali. Akamwambia, nenda kauze vyote ulivyo navyo uwape maskini, alafu nifuate. Yaani pale pale walipishana. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida sio kwamba Yesu alikuwa anataka kumfilisi yule mtu. Hapana. Ila alikuwa anataka ajue moyo wa huyu mtu uko wapi. Unanielewa vizuri Kwamba yule mtu moyo wake hauwezi kumwabudu Mungu kwa sababu anaamini katika mali zake. Na ndiyo Yesu anasema ni vigumu. Anasema ni rahisi tajiri ni rahisi ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko tajiri. Hasa shida sio kwamba Mungu anataka tusiwe matajiri. Unanielewa Neno tajiri lililotumika hapa linawakilisha moyo wa mtu. Mtu mwenye moyo wa utajiri ambao Biblia imeutaja hapa, hata kama anamiliki baisikeli, huwezi azima baisikeli yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakwambia, hii baisikeli yangu nimeinunua kwa gharama sana. Angalia hii, usije ukavunja hata spoke moja. Yaani unajua moyo wa mtu wa namna hiyo, sijui kama unanielewa vizuri. Shida sio fedha. Shida sio mali, ila moyo wako wewe uko wapi? Mtu ambaye moyo wake uko kwenye mali hawezi kumwabudu Mungu. Yaani hawezi yaani hana kabisa. Atakuja tu kanisani lakini hawezi kumwabudu Mungu. Kanisani atakuja. Na wapo ambao wako kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitu chake hauwezi kugusa. Kwa sababu ndiko hazina yake. Yaani hazina yake na moyo wake viko sehemu moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama unanielewa vizuri. Sasa mtu wa namna hiyo ndiyo mtu ambaye Yesu anasema, yaani mtu wa namna hii ni ngumu sana kuurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hawezi kumwabudu Mungu. Atoe shilingi 100,000 kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Yaani ni hivi, akibahatika akatoa, ataanza kufuatilia hiyo 100,000 ilitumikeje? Mpaka sendi ya mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Na kanisa likiwa lina washirika wa hivi, lina tabu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana atataka kujua hela yake ilitumika vipi. Anaweza kadai hata evidence ajue. Apate receipt, yes. Na siku mshirika huyu akiamua kutoka kanisani, atataka arudishiwe vitu vyake. Mwambia mchungaji, nilinunua viti 10, nataka viti vyangu 10. Bwana Yesu asifiwe. Hasa moyo wa namna hii hauwezi kufanikiwa. Moyo wa namna hii Mungu hautaki. Yaani ukiwa na moyo wa namna hii ni muombe tu Mungu akusaidie. Wewe acha kwanza shughuli ya kutoa. Tafuta kwanza kuweka sawa hali yako ya moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Muombe Mungu akusaidie. Ukishakaa sawa, kamtolea Mungu, utabarikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 4 tunaona sadaka ya Kaini na Habili. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo ile sura ya 4
tunaona sadaka ya Kaini na Habili. Mstari wa 3 na hadi wa 7, Biblia inasema ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Hili neno lina maana kubwa sana. Yaani huu mstari wa kwanza unakupa picha ya hawa watoaji wawili. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida sio sadaka aliyoitoa Kaini na Habili. Sio, unanielewa vizuri? Yaani kuna watu wao wanafikiri labda Habili sadaka yake ilipokelewa kwa sababu alitoa wanyama. Mungu hana shida na nyama. Sio kama mnanielewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaini alikuwa sawa kabisa kutoa sadaka ya mazao, maana ndio ilikuwa shughuli yake. Na Habili alikuwa sahihi kabisa kutoa sadaka ya wanyama kwa sababu ilikuwa ndio shughuli yake. Lakini Biblia inasema Habili akasogeza sadaka zake za wanyama na sehemu zilizofanyaje? Sio kama unaelewa. Lakini Kaini alitoa sadaka za mazao kweli, lakini moyo wake ulitoa katika hali gani? Na Kaini sijui alitoa mazao ya aina gani. Ule jamaa ameongea neno nzuri sana. Inawezekana alitoa ngokole. Sio, unanielewa vizuri? Mtu ambaye moyo wake hauko tayari kutoa hawezi kumtolea Mungu kitu kizuri, kwa sababu shida iko kwenye moyo wake. Yaani moyo wake uko kwenye mali zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Habili alichagua wanyama walionona wazuri kwa sababu alijua Mungu hahitaji vitu vinyonge. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sadaka ya Kaini na Habili tofauti yake ilikuwa hapo. Hawa watu walienda mbele za Mungu, mwingine kwa moyo wake uko kwenye mali zake, kwa hiyo akatafuta vitu dhaifu vya kumpa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akaipokea sadaka ya Habili kwa sababu ilikuwa ni sadaka ambayo ilikuwa imempendeza moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaona Kaini sadaka yake inakataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda sura ya 8 ya kitabu cha Mwanzo utakuta sadaka ya Nuhu. Mara baada ya kuwa ile mvua imekauka. Naweza ukanisomea mstari wa 20 nafikiri na wa 22. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema Nuhu akachagua katika kila mnyama aliye safi. Wanyama walikuwepo wengi, ujue. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Nuhu akajua kwa kuwa sadaka hii nampelekea Bwana, Mungu anastahili apewe vitu vilivyo safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu hiyo tu Mungu akabadilisha mpango wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Agano la Mungu likabadilika kwa sehemu kubwa sana. Mungu akasema kuanzia leo, bila sema aliposikia harufu nzuri, akasema kuanzia leo sitaiadhibu nchi tena. Maana wanadamu hawa ni kweli ni waovu, lakini kwa sababu ya hii sadaka nimeamua kuwasamehe. Sitaiadhibu tena nchi namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo moyo wa Nuhu, kwa kuwa alikuwa anamjua Mungu, alikuwa anajua nini Mungu anaweza kastahili kupewa. Bwana Yesu asifiwe. Na hii unaweza ukafanya ikiwa tu
unaelewa ya kwamba unaenda kumtolea sadaka yako ni Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana, ambaye haumwi njaa, hana shida. Bwana Yesu asifiwe sana, na sio maskini. Kwa hiyo lazima ujue Mungu ana shida na moyo wako. Yaani wewe ndio unamhitaji Mungu. Kwa hiyo lazima uende kwa moyo wa unyenyekevu na moyo wa upendo wa kumpenda Mungu, kwa sababu wewe ndio unamhitaji sana huyu Mungu aweze kukubariki, lakini yeye anavyo. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya 22 ya kitabu cha Mwanzo tunaona Ibrahim. Biblia inasema Bwana akamjaribu Abraham. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema, mchukue mwanao wa pekee umpendaye Isaka, uende mpaka mahali nitakapokuelekeza, uende ukamtoe sadaka. Biblia inaposema Bwana akamjaribu Ibrahim, maana yake Mungu hakuwa na shida na mtoto wa Ibrahim, ila alikuwa ana shida na moyo wa Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe umejaribiwa mara ngapi? Umeshawahi kugundua kwamba kuna wakati Bwana alishawahi kukujaribu? Sasa sijui kama ulifeli au ulifaulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hicho ndio Mungu anachokitafuta. Mungu anatafuta mioyo yetu. Anataka, yani mtu yoyote mwenye moyo wa kumpenda Mungu, Mungu atambariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu hana shida na mali tulizo nazo, ila tunapotoa ndiyo tunapoonyesha mioyo yetu kwa Mungu kwamba tunampenda Mungu kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Ibrahimu akambeba mtoto. Yaani Ibrahimu maisha yake yalianzia hapa kwenye hili jaribu. Yaani hii ndio ilikuwa kipimo kikubwa sana cha Mungu kuanza kutembea na Ibrahimu kwenye lile agano lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu inawezekana amekuahidi mambo makubwa. Inawezekana Mungu amekuahidi mambo makubwa, lakini yanaweza yasitokee kama akikujaribu kafeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu Abrahamu aliahidiwa mambo makubwa sana hata kabla ya hii sura haijafika. Alikuwa anajua kabisa tangu anatoka kwao kwamba yeye Mungu amemwahidi atamfanya kuwa taifa kubwa, na hivyo. Na ametembea miaka yote hadi amefika kuzeeni, hana mtoto. Mungu akampa mtoto katika uzee, lakini bado Mungu anasema bado akamjaribu Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi kama kanisa tunayo nafasi kubwa sana kwenye haya mambo ili yaweze kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapohitaji kumtolea Mungu, kuwa makini sana na hizi kanuni nilizokuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi kanuni ni za muhimu sana. Uwe unatoa sadaka ya aina yoyote ile, hii kanuni ikiwa ina shida, una wakati mgumu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na mimi huwa ninapenda kusema, naomba nimalizie na sadaka mojawapo tu. Toe sadaka mojawapo. Sadaka ya fungu la 10, maana hii najua ndio ina shida. Mchungaji ananijaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafundisha tu kidogo kwenye kanuni ya utoaji wa sadaka ya fungu la 10. Hii ina shida najua. Mimi ni mzee wa kanisa pia. Ni mzee wa kanisa kanisani kwangu. Kwa hiyo najua washirika pia wa sasa hivi kumekuwa na mafundisho mengi yenye shida kwenye hili eneo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa moja kati ya eneo la muhimu sana la kutoa ni eneo la utoaji wa fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Utoaji wa fungu la 10 ni msingi mkubwa sana
wa mali za mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ni msingi mkubwa sana wa mali na mapato ulionayo. Halafu hii kwa bahati nzuri yenyewe tu kama ilivyo inasimama kama kanuni, sababu sadaka zingine zote zinaweza zikawa hazina utaratibu maalum, lakini hii ni very important. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungu la 10 ni sehemu ndogo sana ya mapato ya mtu, lakini inazungumza hali zima ya mapato ya huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunasemaga kwamba fungu la 10 unatoa sehemu ya 10 ya mapato yako, si ndio? Lakini kama ukitoa fungu la 10 kama sheria ili kutimiza sheria, na yenyewe ni tatizo. Ni sheria lakini haitakiwi kutumika kama sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu lazima ujue unayemtolea ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na fungu la 10 huwa linatolewa kwa Mungu mwenyewe. Yaani fungu la 10, unajua akili zetu zimeharibika sana. Huwa tunafikiri fungu la 10 tunawapa wachungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungu la 10 linatolewa madhabahuni, na anayepewa fungu la 10 ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Mungu mwenyewe kwa sababu Mungu ndiye aliyekupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu kwa sababu ni roho, anahitaji watu watakao muwakilisha kuipokea fungu la 10. Na ndio hapo makuhani wao wanakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu huwa wanafikiria kwa sababu fungu la 10 unajua sijui, lakini naamini huu ndio utaratibu wa makanisa mengi, kwamba sadaka ya fungu la 10 ukiitoa sio yote anapewa mchungaji au inaenda kwa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni uongozi wa kanisa una namna ambavyo unaweza ukajua namna sadaka hizi zitakavyotumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna sehemu of course kama kuhani ana haki, lakini kuna sehemu itafanya maendeleo ya kanisa. Actually ukiona kanisa aliendelei, maana yake pia washirika hawatoi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani huwezi kulijenga kanisa kwa sadaka za Jumapili. Kwa hiyo Mungu anapoendelea kuwabariki washirika wanavyorudisha zile baraka kanisani, ndio kanisa pia na lenyewe linakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sehemu kubwa sana ni kwenye eneo la fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na washirika 10 wanaoweza wakatoa fungu la 10 kwa uaminifu, maana yake kanisa hili litakuwa na hadhi ya washirika 10. Kwa sababu kama sisi washirika 10 tunatoa fungu la 10, yani kama sisi washirika 10 tunapata 100,000, tukatoa wote shilingi 10,000, maana yake kanisa pia lina shilingi ngapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utakuja kukuta ukuaji wa kanisa pia wakati mwingine huwa unaenda sambamba na hali ya uchumi ya washirika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini fungu la 10 linatakiwa litolewe kwa kadiri Mungu anavyotubariki. Bwana Yesu asifiwe. Na sio lazima uweze kumkadiria Mungu. Unajua kuna watu huwa wanachange mpaka shilingi 50. Ni mbaya sana. Kwa sababu sasa wewe unaipeleka fungu la 10 wazi, yani unatoa kana kwamba sasa unaanza kumwambia Mungu, ninajua kwamba wewe ni mgumu,
hukusanya usipopanda. Sasa nitakupa sehemu ya 10 exactly kama unavyohitaji. Ni mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi kwani wewe ukimpa Mungu zaidi unapungukiwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa unajua kwamba hata hiyo uliopewa ni Mungu amekupa, unapata shida gani? Na niseme kitu kimoja hasa kwa vijana. Ndio kwanza maisha tunayatafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji kuwa waaminifu sana kwenye eneo hili la utoaji wa fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni moja kati ya eneo muhimu sana. Haijalishi unapata kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu sio dhalimu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa nafundisha siku moja kanisani kwangu, nikawaambia watu, kama Mungu amekupa shilingi 1,000, ni Mungu amekupa, amekujaribu kwa hiyo 1,000. Mungu ameanza kukupa shilingi 1,000. Usije ukaona ni hela ndogo sana kumpa Mungu shilingi 100. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hahitaji hela. Sio kama unanielewa vizuri. Yaani tunarudi pale pale. Mungu hana shida na hela. Mungu ana shida na moyo wako. Kwa hiyo whether umepata vingi au ni kidogo, kwa kuwa Mungu ndicho alichokupa, mpe Mungu kile anachostahili sehemu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na washirika wengi tuna hili jaribu. Yaani ukiwa unapata hela hizi ndogo ndogo, huwa unaona kama hazifai kutolewa sadaka. Unasubiri mpaka siku uje upate 100,000 ndio utoe fungu. Hasa Mungu hayuko hivyo. Mungu hahitaji vingi. Mungu anachotaka ni moyo wako wewe. Kwa hiyo hata kama unauza mboga, unajua kabisa unapata kwa wiki shilingi 2,000, wewe mpe Mungu sehemu yake ya 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hiyo shilingi 2,000 aliyokupa ndio itakayoamua maisha yako ya kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na siku zote Mungu huanzia chini ili ampandishe mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisubiri siku uje upate 50,000, yaani hauiwezi kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Biblia inasema kama usipokuwa mwaminifu katika vilivyo vidogo, tafsiri ya Mungu ni kwamba hauwezi kuwa mwaminifu hata vilivyo. And actually mwizi wa kibiriti na mwizi wa fedha wote ni wezi tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kama unaweza ukamuibia Mungu shilingi 100, wewe hata tukikupa 10,000 utaiba. Kwa sababu hiyo ndio tafsiri ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu aliyeanza maisha aliyeanzia juu. Maisha wote sisi tumeanzia hatuna. Kwa kadri tunavyoendelea kuengage na kutembea na Mungu katika yale ambayo Mungu anataka tuweze kuyafanya, ndivyo Mungu anavyoendelea kutuongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia sura ya 14 ya kitabu cha Mwanzo. Nafikiri ni sehemu ya kwanza kabisa ambayo tunakutana na utoaji wa fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakutana na utoaji wa fungu la 10. Sura ya 14 kitabu cha Mwanzo, mstari wa 18 hadi wa 20. Ndio.
Abraham akampa fungu la 10 la vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ingekuwa fungu la 10 tunatakiwa tutoe ili wachungaji waishi, basi hakukuwa na sababu ya kutoa fungu la 10 wakati huu, maana hata hivyo Walawi hawakuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huu hata Isaka alikuwa hajazaliwa. Kwa maana hiyo alikuwepo tu Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa kuwa Mungu alikuwa anahitaji Ibrahimu aweze kumtolea, angalia, Mungu anamleta mtu anaitwa Melkizedek, ambaye mtu huyu Biblia inasema waziwazi haijulikani mahali alikozaliwa na wala alikoishia. Yaani alimleta kwa wakati mmoja Abraham baada ya kumtolea Mungu sadaka, na yeye akapotea. Hajawahi onekana tena kwenye Biblia. Maana yake ni nini? Ni Mungu mwenyewe alikuja kwa mfano wa Melkizedek ili aweze kupokea sehemu ya 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili aweze kupokea sehemu ya 10 ya mapato ya Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo maana nakwambia lazima tujue tunayemtolea sio kuhani ila ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hasa tukiwa na mentality hiyo, itatusaidia sana kuweza kumtolea Mungu kwa uaminifu na kwa ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Na lazima ujizoeshe pia kwamba kadri unavyoendelea kumtolea Mungu ndivyo Mungu anavyozidi kukubariki. Hii 10% iliwekwa tu kama standard, yani baseline. Lakini not necessary utoe 10% tu. Yani wewe maisha yako ni 10%. Kwani wewe hukui? Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anayetaka kuongezeka huwa anaenda kiwango kwa kiwango. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kawa alianza kwa kutoa fungu la 10, 10%, baadaye akaenda 12, 13, 10. Yaani kwa kadri Mungu anavyoendelea kukubariki, lazima ujifunze kuendelea kuubariki moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini usije ukampimia Mungu. Ninasema tena, usije ukampimia Mungu. Mimi ninajua maisha yetu sisi vijana wengi, maisha yetu ni ya chini na bado tunatafuta. Usije ukampimia Mungu ukidhani kwamba Mungu ana shida na hela nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu amekubariki kwa shilingi 200, mtolee kwa hiyo shilingi 200, kwa sababu sio ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu atakaye kuja kukuuliza kwamba hivi wewe imekuwaje, yani wewe unatoa fungu la 10 ya shilingi 1000 tu. Mwambie hicho ndio Mungu alichonipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa kufanya hivyo Mungu hawezi kuacha kukuinua. Na ndio maana makanisa mengi fungu la 10 inaonekana kama ni sadaka ya wazi. Kwa nini? Kwa sababu actually, Bwana Yesu asifiwe sana, yaani haiwi sadaka ya siri kama sadaka zingine. Kwa sababu yaani wewe hata kama usiponiambia kwamba wewe maisha yako Mungu sasa hivi, yaani maisha yako ni ya unapata 2000 kwa wiki, hasa hata kama mimi nisipojua kama mchungaji labda, si ndio? Kwani si ndio ukweli ambao Mungu amekupa? Yaani wewe unataka Mungu, unataka ujielezeje? Hiki ndio Mungu amenipa na hiki ndio Mungu nitatoa. Na kwa namna hiyo pia itampa moyo na nguvu kuhani wa kuendelea kukuombea Mungu azidi kukuongeza. Hasa wewe baki na 1000 zako nyumbani ukifikiri kwamba siku unataka upate hela nyingi ndio umtolee Mungu. Nataka nikuhakikishie hizo hela nyingi hazitakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwe waaminifu katika kumtolea Mungu na Mungu atatubariki.